na wa pili. Warumi mlango wa 8 ule mstari wa kwanza na wa pili. Biblia inasema hivi: sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Bwana Yesu asifiwe. Wasomaji wa Biblia hapo wanaelewa kabisa ya kwamba Biblia inazungumza habari ya sheria mbili. Inazungumza habari ya sheria ya roho uzima, alafu inazungumza habari ya sheria ya dhambi na mauti. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tunapozungumzia ulimwengu wa roho au uko hewani, maana yake kuna sheria zinazotawala, na sheria zinazotawala hakuna sheria zaidi ya hizi mbili, iwe ni sheria ya roho uzima au ni sheria ya dhambi na mauti. Kwa hiyo maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba kama maisha yako yakitawaliwa na sheria ya roho uzima, maana yake uwe na uhakika matukio utakayoanza kuyaona kwenye maisha yako yanakuwa yanaashiria uzima. Kwa nini? Kwa sababu ya aina ya sheria inayotawala. Lakini kama maisha yako yakitawaliwa na sheria ya dhambi na mauti, maana yake automatically katika ulimwengu wa roho utashangaa kwenye familia yako au kwenye maisha yako unashangaa kuna matukio yanayokuja yaliyobeba mauti. Kitu gani kinachosababisha? Kwa sababu ya aina ya sheria inayotawala katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na watu wengi wanashindwa kuelewa hizi sheria jinsi zinavyofanya kazi, na wanapata shida. Kwa nini? Kwa sababu hizi sheria ndizo zinazoachilia nguvu ya hizo roho kuanza kupambana na wewe. Kwa nini? Kwa sababu haiwezekani sheria ya roho uzima ikutawale alafu ushangae ya kwamba matukio yanayotokea kwenye familia yao yamebebwa mauti. Haiwezekani. Maana yake katika ulimwengu wa roho kuna utawala tayari ndio unaosababisha aina ya matukio kutokea, na ili